akanambia njoo Israeli, tukae chini kwanza tuonge. Kuna jambo ambalo mimi linanisumbua sana. Tuliachwa bado tukiwa wadogo, tuliachwa mimi na wadogo zangu. Wazazi wetu hawapo tena, wameshatangulia. Kinachonifelisha ni kwamba niangalie kwanza umri umeenda, na ninataka sasa niowe, uwezo ndo sina. Nikamuulizaje wawezaje kumchukua mtoto wa watu na bado uwezo hakuna? Akanijibu no Israeli, usijali kuhusu hilo. Najua mimi ni yatima, ila najua baba wa yatima yupo, asiyeweza kukinai wanae, hata nishika mkono. Kijana yule kwa ujasiri akasimama na kuniambia no Israeli, baada maisha ya kuna maisha mengine. Kwa huzuni akaniambia tena ni jana tu nimefukuzwa kazi, na sikuwa na kosa lolote, ni hila tu za wanadamu. Lakini sitojali kuhusu hilo, maana najua huyu Mungu naye Muumba halali kwa ajili yangu. Mimi yako mengi special kwa ajili yangu. Lakini siku moja kijana yule alijelekeza na binti yule wakitembea kwenda kwao. Walipofika pale wakampa kiti ya kaka, akasema nataka nionane na wazazi wangu. Binti akazunguka nyuma kidogo, akawaita wazazi wake. Wazazi wangu, kuna mgeni wenu hapa. Akajitambulisha mbele zao. Baada ya kujitambulisha, kuna neno alikwenda sawa kwa wazazi wake binti. Baba yake akasimama kwa hasira na kusema ametoka wapi huyu kijana? Kwanza ni wa nini hapa? Binti akasimama na kusema huyu ndo wangu mimi nimemchagua, mimi namupenda dadio. Baba yake akamuuliza wawezaje kuolewa na kijana huyu, na wakati ana wazazi tena hapa duniani? Binti akalia kwa uchungu na kumwambia I'm so sorry father, huyu namupenda mimi, namupenda mwenyewe. Binti akasema na uelewe, baada ya maisha ya kuna maisha mengine mbele. Oh, nampenda mimi. Kijana nakanguka kwa huzuni na kumuuliza baba, kwani asiye na wazazi hawezi kuoa au kuolewa? Lile jambo lilimsumbua mama na kusema pana simameni, alichokifunga Mungu hakuna weza yetenganisha. Baada ya hapo walisimama wakajielekeza kwenda kwao. Ndoa ikakamilishwa, wakaanza maisha yao. Baada ya wiki mbili kijana alijipiga kule na kule, akapata kazi. Mungu hadanganyi, akasimama kama mfadhili tena kwa familia ile na kuendeleza mbele. Kumbe mpango wa Mungu hakuna weza yetenganisha. Mungu akipanga hili hakuna weza yepangua. Baada ya maisha kuna maisha mengine. Maisha mengine. Usimsahau usiye
kuna maisha mengine. Japokuwa mchumba amekukataa,